kuwa ni mwanawachuoni aliyezaliwa mwaka 1946 katika kitongoji cha Ndumi, na kule ndipo alipopata elimu yake ya dini ambayo aliisoma kwa baba yake mzee Sheikh Suleiman Mbwana. Amepitia mengi katika kuyafanya mambo ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na amepewa vitu vingi na baba yake, ikiwa ni sehemu ya kumwandaa ili awe mwanawachuoni bora wa mfano wa kuigwa, lakini pia awe kiongozi bora vile vile wa mfano wa kuigwa. Miongoni mwayo ni pale ambapo akiwa na umri mdogo mzee Shekhe alimpa jukumu la kuswalisha swala ya tarawih takriban miaka 15 katika mji wao wa Ndumi pale, ikiwa mwenyewe mzee Sheikh Suleiman yuko chini analisimamia hilo. Katika kauli ya mshauri wa mudira tusema tunayazungumza hili tuyaishi. Hili ni moja vile vile, huwa mwanafunzi unaposoma ukateuliwa na mwalimu wako kulifanya jambo fulani, basi lifanye kwa insaf na kwa uweledi mkubwa, ukitambua kuwa hayo kwanza ni mapenzi kwa mwalimu wako, lakini pili ni maandalizi ya kukuandaa wewe ujikuwa nani baadaye katika kazi hiyo ambayo unaisomea. Lakini pia Sheikh Muhammad wakati ilipoanzishwa taasisi ya Zahra barabara ya 19 pale, mzee Shekhe alimkabidhi darasa ya kusomesha kitabu cha Hamzia ambacho kitabu hiki hakuwa kukisoma, lakini amempa akiamini kwamba atakimudu, kwa sababu ile misingi ya kielimu aliyompa hawezi kushindwa. Na Sheikh Muhammad rahimahullah aliifanya kazi hiyo kwa weledi, na ikawa ndiyo sera yake hata baada ya kushika uongozi, kufundisha wanafunzi wake, kuwajengea uwezo wa kumudu kujisomea vitabu mpaka kaondoka katika huu ulimwengu. Usidhani mkipita kwenye maktaba za walimu huu zote kwamba vitabu yale tumefundishwa neno kwa neno, kitabu, la hasha wa kalla, bali ni kazi aliyoifanya Sheikh Muhammad bin Sheikh Suleiman Mbwana. Na ndio maana leo tunajaza maktabu, na mtu ukifika unakaa unapekua unasoma na una macho yale ameyaweka Sheikh Muhammad bin Sheikh Suleiman Mbwana. Nitaangalia tu machache ambayo yametajwa katika mengi kwenye hii karatasi niliyokuwa nayo. Lakini ndugu zangu, Sheikh Muhammad walipohamia mtaa wa Madina katika nyumba ya kupanga pale, walipanga, walitembelewa na Sayyid Al-Haddad. Kwenye matembezi yale akapewa vile vile mtihani wa kusoma minhaji talibi mbele ya mabwana wakubwa hao, Sayyid Al-Haddad, lakini pia vile vile mbele ya mashekhe wengine akiwemo mwanawachuoni al-alim al-allama al-Sheikh Muhammad bin Sheikh Muhammad Ayyub. Na alhamdulillah alipata baraka zao mabwana hao, si jambo dogo.
na hapa tunapata somo kwa walimu wote na hususan wa kirashad. Mkisomesha somesheni kweli, ili siku ukija ugeni wa makumudiri kaingia na timu yake, usianze wewe kuanza hebu njoo kwanza kwa pembeni kupanga someni. Ni kiasi cha kusema tu bana soma. Au mudiri mwenyewe asema tu bana soma wewe, sema katika wanafunzi, usiwe na kupanga, kwa sababu ndiyo kanuni na sera ya mzee Sheikh Suleiman, na ndio sera aliyoridhisha kwa Sheikh Muhammad bin Sheikh Suleiman bwana ambaye ni mwanawe. Ndugu zangu, katika kipindi hicho hadi miaka 9 takriban, mbele alipendekezwa kuwa khatibu katika msikiti mkuu wa Riyadh. Alipendekezwa Sheikh Muhammad awe khatibu msikiti mkuu wa pale ule wa Riyadh. Barabara ngapi ile? 9/10 siku ya Aljumaa alikuwa akitoa hutuba pale. Haya yote ilikuwa ni mapenzi, lakini pia ni maandalizi ya kumuandaa. Baadaye hapo tutaona, baada ya kwamba sasa kashakuwa ni kiongozi rasmi, yale maandalizi yalifanya kazi kwa kiwango gani. Si hilo tu, katika maandalizi haya kumuandaa Sheikh Muhammad bin Sheikh Suleiman rahimahullah, alikabidhiwa darsa ya kusomesha Jalalain katika msikiti wa Sharif Maine Madina. Ndani ya kipindi cha miaka 4 kawa anaendesha darsa ya tafsiri ya Qur'ani. Si hilo tu, Sheikh Muhammad bin Sheikh Suleiman bana aliendesha darsa ya mashekhi ya kila Jumatano ambayo ilihudhuriwa na mashekhe mbalimbali, akiwemo bwana mkubwa Sayyid Ali Badawi, mzee mwenye baba, na mashekhe wengine kadhaa wa kadhaa, wakubwa, mabwana wakubwa. Ndugu zangu, kana kwamba haitoshi, Sheikh Muhammad bin Sheikh Suleiman bana, tunajua katika moja mambo makubwa aliyofanya katika nchi hii, Afrika na dunia kwa ujumla, ni kuifasiri Qur'ani kwa lugha ya Kiswahili ambayo ni lugha yetu ya Tanzania, lugha ya taifa, lugha mama. Ikawa inarushwa tafsiri ile. Wakati ule kulikuwa na redio ya mwanzo kuanzishwa hapa Tanzania ya Kiislamu, Sautul Qur'an. Akawa ana tafsiri, na mpaka leo masha Allah, ndugu yangu kazi naibu katibu mkuu Sheikh Ramadhani anaifanya kazi ya kusambaza elimu ile katika mitandao, tafsiri ya mzee Sheikh Muhammad bin Sheikh Suleiman bana. Allah kulipa ujira wako kuisambaza elimu ya Sheikh. Allahumma amin. Ndugu zangu, niache baadhi ya mambo ili tusiutawilishe muda sana, lakini jambo ambalo siwezi kuliacha, Sheikh Muhammad alihudhuria hadhara ya kule Lamu kwa takriban miaka 3, na mara zote akienda alikuwa ikabidhiwa darsa ya walimu kusomesha bila kupewa taarifa. Sasa tujitathmini, je, sisi twaenda ugenini tumealikwa, tukiacha tu swala kusimama bana, tuzungumza, kutoa mawaidha, fanya hivi. Lakini sasa umefika tu pale, ni mgeni, umekuwa shekhe, tutaki baraka zako wanafunzi wetu, kitabu hiki hapa wasome, twaweza? Swala la kujitathmini hilo. Lakini mzee wetu kwa namna alivyoandaliwa na baba yake shekhe wake Sheikh Suleiman bana rahimahullah, aliweza kulifanya hivi bila kutetereka mbele ya mabwana wakubwa. Na ndugu zangu,
wakati huo wa umri huo akiyaendesha hayo, umri ule wa udogo, akienda huko na kule, akifanya hili na lile, bado kulikuwa na masomo mengine akiendelea nayo, masomo ya mazingira au elimu ya secular, ambapo mwaka 1958 mpaka 1961 akichukua elimu yake Tanga Muslim School. Unaweza ukajiuliza, leo hii sisi wazazi wa sasa watoto wetu tunawabananisha sana kwenye mambo ya secular na sio dini, kwa kutaraji kwamba wakifocus na vitu viwili kwa wakati mmoja watafeli. Na sisi malengo yetu waje washike nafasi kubwa kubwa, waje kuwa mawaziri, wabunge, waheshimiwa fulani na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo tuna hiari sasa hivi mpaka Jumamosi, ambayo kiserikali sio siku ya kwenda skuli, watoto wetu sisi wenyewe tunawapeleka kwa kuna remedial class, kiasi kwamba ile dini haipo, ipo juu juu tu bwana. Lakini Sheikh Muhammad bin Sheikh Suleiman Mbwana alisoma elimu zote mbili, na alhamdulillah wazee wetu mwamjua zaidi namna alivyo fanikiwa sehemu zote mbili. Sisi twafeli wapi? Tujitathmini tunapofeli na turekebishe. Watoto wetu wasome dini na wasome dunia yao, vyote viwili waweze kwenda navyo sambamba. Na kama haiwezekani kwa mwanao kwenda navyo vyote viwili, walal akhiratu khairul laka, kamata kodi hiyo nakupa. Lakini mimi naitoa kwa sababu ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni bora mwanao aishike akhera kuliko akaishika dunia kiacha akhera. Atakwenda kukushika kikoti hicho siku ya Kiyama, hukuweza kumsimamia katika dini yake. Sheikh Muhammad alisimamiwa na baba yake Sheikh Suleiman Mbwana, akafaulu ufaulu mkubwa sana. Lakini pia mwaka 62 mpaka 65 alisoma pale Martin Shamba Middle School. 66 mpaka 69 Karimjee Secondary School. Huko anasoma dini yake kwa baba yake Sheikh Suleiman, na huko anakwenda kutafuta elimu ya kisekula. Mwaka 71 mpaka 73 Sheikh Muhammad alifanya kazi katika government store pale Buhari ya serikali, ambapo mzee Sheikh bimaana Sheikh Suleiman Mbwana mwaka huo wa 73 alimuamuru au alimuachisha kazi ile. Takriban miaka mingapi kafanya? 71 mpaka 73, miaka mingapi? Mzee Sheikh akaona nao enough, akamuachisha kazi. Mimi na tungeweza, yaani kama alimuuliza Sheikh langu mshauri wa mudhiri kwamba je, tungeweza glasi ya juice shaweko shachomeka mlija wa fyoza, alafu mtu uchomoa aje kuja uchomoa kwa ukata fyo, si ugomvi umetokea hapo? Kwa sababu tayari ungeweza kuleta tafsiri nyingi kama mwanadamu kwamba nitaishi vipi tena. Lakini Sheikh Muhammad bin Sheikh Suleiman Mbwana alitii amri ya baba yake, akasacrifice kwa baba yake, akaacha kazi. Na sababu ya kuachishwa kazi ni kwa ajili ya kuja kuiongoza Sahara Islamic Center, na ndipo aliongoza kutoka mwaka huo, na mambo mengi kayafanya kimaendeleo katika dini mpaka kufikia mwaka 2018 ambapo ni takriban miaka 45 Sheikh Muhammad anaiongoza Zaharau.
Baada ya hapo ndipo akaweza kukabidhi uongozi ule aliokuwa nao kwa ndugu yake Sheikh Mwinyi Khamisi, na yeye akaanzisha taasisi ya Rashad Islamic Group, na leo hii mnayoiona hapa leo. Allahu Akbar. 2018 mpaka leo 2006, miaka mingapi? Miaka 8. Walillahi alhamd. Ambapo kaianzisha taasisi hii ya Rashad Sheikh Muhammad, akaishi umri wake miaka 3. Inna lillahi